Ukiangalia nchi zetu za Afrika, moja wapo ya roho inayotesa ni roho ya ubinafsi. Watu wa kule bara la Asia, nimefanya utafiti, wao wanaishi kwa ukoo. Mtu mmoja akiwa ni aibu kwa ukoo mzima. Kwa watachangishana kuhakikisha kwamba kila mtu wanamuwezesha ili asija kawaibisha. Unaona siri hiyo? Kwa sababu ule uchumi unakuna zunguka kwenye ukoo. Unazunguka kwenye ukoo. Angalia hata Waarabu hawa. Unakuta ukoo. Unakuta mtu anasema nani? Unakuta zile mali ule ulisi unaendelea kwenye ukoo tu. Anakuja baba, jina linaendelea kuvuma. Ulisi unahamia kwa watoto. Watoto tunacheza mle tu. Ukitoka watoto nakuta mpaka na kwa wajukuu wanaukuta. Zile mali zinazunguka mle mpaka kwa wajukuu, mpaka kwa vitukuu. Unakuta bado jina lile lile. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Na ndivyo Mungu alivyokuwa amekusudia tangu mwanzo tuishi kwa mfumo huo. Mali zinazunguka kwenye ukoo humo. Hakuna mtu maskini. Hakuna mtu ambaye anadhalilisha familia, anaomba. Leo unakuta wapo watu, unakuta umefanikiwa leo, lakini wanamloga mwenzao. Na mtu mmoja kanisani kwangu ameteseka miaka mingi sana, miaka mingi mno. Kumbe waliokuwa na mtesa ni ndugu zake wenyewe, kumloga. Kwa walikuwa na mloga ili muue, wamtoe kafara kwa ajili ya mali. Umeona roho hiyo? Na inawezekana navyoongea unanitazama na wewe ni mlengwa. Mali nazo zipata ulizo nazo sio za haki. Inawezekana kabisa umemloga kaka yako au dada yako, na wapo mliotoa kafara mpaka wazazi. Watu wanamloga mwenzao ili wapate mali. Ni roho inayotesa familia nyingi sana. Haya mambo tunakutana nayo. Haleluya. Nina ushahidi wa kutosha. Lakini unapoinuka kwenye familia, inuka na wenzako. Tamani kuona hiyo roho ya mafanikio inamkamata mtu mwingine. Umefanikiwa, unamwambia sasa, na waita wadogo zako. Kila mtu namwambia sasa, shika mtaji huu. Shika mtaji huu na wewe. Nenda kapambane. Tusijuane. Na wewe msaidie mtu mwingine. Kisha mwezesha. Ili ajue kwamba naye anapambana, amwezeshe mtu mwingine kwenye familia. Hiyo roho unaipata wapi? Leo nakuta mtu anafanikiwa na kuwa bosi wa ukoo. Na kutaka ana umri mdogo tu, lakini hao kijana kamepata mali, familia nzima wote wanamkusanyikia hapo. Wote. Kila siku ni simu tu. Huyu anasema nisaidie, huyu anasema nisaidie. Watu wa namna hiyo huwa hawaishi muda mrefu, wanakufaga mapema. Kwa sababu wanachukua nafasi ya Mungu.